Peter tulikuita kitambo kuja. Misa inaanza tangazo. Misa inaanza exactly 12. So come quickly. Akifuatwa na Teresa ajiweke tayari. Afuatwe na Gladys. Hivyo kuja haraka haraka. Wale wenye walikujia Peter, marafiki, familia ya Peter, wenye picha bali batya sengenjo yoyo minto Peter kamoranje abasani abairi naboigo ase Peter nkorengi ari asaru setyo mosubati na omogota iga no mokonyora libaga egekogera. Nimesikia sio Wakisi, nimesema hivi, mahali penye Peter ameoa kutoka mkuje, marafiki wa Peter, marafiki wa Peter, nyote mnastahili kusimama kwa ajili ya Peter na bibi yake na watoto wake. Sawa, kama picha imetolewa mtakaa. Next, Gladys marafiki zake na mahali penye ameoreka mfuate na familia yake. Gladys, Frederick. Unajua tulikaa chini na familia tukaelewana hivi. Ntokora angeli chikolera, torangelia abana, that is out of date. Sasa tukiita mtoto wa mama, unakuja na mke wako, watoto wako, mama mahali umeoa na baba kama ako na marafiki wako wote, mnatolewa picha, mnarudi mnakaa. Hiyo it will be very easy for us tumalize tuende kipindi cha misa. Mama hataki maneno mingi, amepumzika. So Gladys na mzee wako na watoto wako mahali umeolewa, au wote kutoka mahali umeolewa, marafiki ambao wamekuja kukuchukua mbele, na tukue ni kama Gladys hayuko tayari. Frederick, mke wa Frederick, watoto wa Frederick, mama wa kutoka mahali mke wa Frederick ametoka, na marafiki zao wote wasimame pale mbele, mpigwe picha, mrudi mkae. Hakuna kuongea. Wanaendelea kukuja, tafadhali. Tupungie waombolezaji mkono hivi, familia ya Frederick, watu wote tuwafanyie hivi. Asanteni sana. Wa Gladys nasikia sasa wako tayari. Karibu mbele. Familia ya Gladys, marafiki, mama mkwe na baba mkwe wa Gladys, watoto wa Gladys, mume wa Gladys, wote mbele. Asanteni sana. Kuna mwenye amebaki? Okay, au wakiendelea kujipanga, tukuje wa Charles. Charles kaa tayari na marafiki na familia. Tupungie waombolezaji mkono hivi, na waombolezaji tupungie familia ya Gladys mkono kwa pamoja. Tafadhali sisters, let's wait to them. Toba kwani gabano. Asanteni sana. Charles, familia ya Charles.
familia ya Charles. Asanteni sana familia ya Charles. Familia ya Charles nyina byara ise byara abasani abairi bali bonse bibaja sengenje ya Charles na mongino Charles na bana ba Charles. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana, tujipange tu vizuri. Hata mimi ni rafiki wa mke wa Charles, lakini sasa nitapunga kutoka hapa. Asanteni sana. Wacha bado wanakuja. Asanteni sana marafiki wote wa aina mbalimbali. Tumefika wote. Tupunge mkono hivi. Tuwapungie mkono hivi. Asanteni sana. Mungu awabariki. Sasa tuko na mwenzetu Teresa. Abasani bali ba Teresa. Teresa no alenka gaiga na bwata abasani baye. Igo Teresa asole tenena na basani bao. Wapigwe picha waketi. Teresa, naomba kumuona Teresa. Teresa, thank you. Huyo ni Teresa. Asante sana marafiki ambao wamekuja kwa ajili yao watoto wawili. Abana ba Teresa. Abantu mbaya basani bo bana baiga. Biya mono. Thank you. Thank you. Tuwapungie mkono hivi. Asanteni sana. Tuko na Elizabeth. Thank you. Mtoto wa Elizabeth. Marafiki wa hawa watoto na pia wa marafiki wa Elizabeth. Oyo romo sani bwo mwana oyo iga. Asante sana. Tupungie yule mtoto mkono hivi kwa ujasiri alio nao. Asante sana. Tukuja kwa George. George Nelisha. George yako wapi? George tenena. George tenena abasani bao batenene na ayabwa kwe bicha ya baba. George. Thank you George. George amesimama. George ako na marafiki wengi tafadhali wenye wamekuja kwa ajili ya George. Thank you. George ni rafiki wa watu wengi. George ni shabiki. George ni rafiki yetu wote. Thank you George. Asante sana George. Asante kabisa. Asante. 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 Tupungie mikono hivi wageni na marafiki wa George. Asante sana. Tuketi. Sasa hapa niko na nafasi ya masisters wetu wawili. Tuko na sister Josephine. Mimi najua hata yeye ako na marafiki wenye wamekuja kumchukua. Kwa hivyo sister Josephine, nitakupa nafasi usimame na wale ambao wamekuja kuomboleza pamoja nawe, na wakati kipindi itafika, Father mwenyewe atajua ni nani ataongea kwa niaba ya wote. Sister Josephine, wherever you are, simama na marafiki wako. Na wabaka baba sister na wabako tena. Thank you sister. Wenye wamekuja kwa ajili ya sister Josephine ni wengi, si ndio? Lakini wachache wanaweza kuja wapigwe na yeye picha kwa sababu ya
Juu najua nyote mmekuja kwa ajili yake, wachache hivi 2, 3, 4, 5 wanaweza kuja, na hata kutoka kwa kijiji. Najua kuna wenye wamekuja kwa ajili ya Josephine. Asante. Asanteni sana. Asante sana. Tuendelee kukuja na tukiwa wengi. Bado wengine watasimama juu pia kuna sister mwingine. Mimi najua wengine wametoka mahali Sister Josephine anafanya kazi, ile sehemu ambayo anafanya kazi ya Mungu, na najua watataka sana kuja ili waonekane kwa picha ya mwenzetu Sister Josephine. Some can squat. Naona wengine wame squat. Thank you so much kwa kujipanga vizuri. Bado wanakuja kidogo tu. Haya, muwapige hiyo picha kabisa. Ikisha ingia, piga kabisa yote. Haya, let's wave to them. Tuwafanyie hivi. Asante sana. Wakitoka, nafikiri ako katika shirika la Franciscan Sisters of St. Joseph Asumbi. Haya, wakitoka kwa njia ya ustadi, tunaomba Sister Jacqueline naye awe tayari kusimama na marafiki wake na kutoka shirika ambalo ametoka ama mahali anafanya kazi. Marafiki wa Jacqueline, Sister Jacqueline, marafiki wa Sister Jacqueline. Asante. Sister Jacqueline pia amesimama. Wakiendelea kujipanga, kama unajua we ni mwana kijiji, umekalia kwa kiti, mgeni amesimama, uendelee kuketi, mgeni asimame mpaka tumalize. Asanteni sana. Haya, hiyo picha imeingia? Tuwevu hivi. Asante sana. Asante sana. Pale nyuma kwa miti kuna viti. Igona bonga geretenga na botoko enda gochioto ikaranza na ndo tigera abageni birogo gaki. Saint Mary. Karibu sana mwenyekiti wa Center ya Ubaracho, nimekuona na ninakutambua. Sasa vile tuko hapa, Pauline alikuwa na mke mwenza, yani wake wenza. Oh, sawa, pole. Kuna watoto bado, hawa ni watoto wa Pauline. Nicole. Kuna George. George ni mtoto wa kambo. Keguzie Kiswahili kendo kama. Tukiitana tu hivyo mnajielewa, ndugu wa hawa wengine. Kwa hivyo George, wherever you are, stand with your team. Simameni na timu yenu, timu yako, familia yako George.
mali umeoa kutoka chikolera, abakoyo, marafiki wote ambao wamekuja kukuchukua George na mke wako. Tusimame hapa mbele tupigwe picha kwa ajili ya taratibu ya video. Akiwa anajitayarisha, juu sioni mahali yako, sijaona hata dalili ya kusimama, afuatwe na Nicholas. Hakika tokora angeli mwata wali George, wherever you are, hope ni wewe. Simama. Ni Nicholas, sawa sawa. Sawa sawa. Nicholas, Dennis, sawa sawa. Tuange hiyo picha. Okay, wave to the crowd. Tusiwafanyie hivi. Asante. Olifa yuko? Olifa naro? Olifa naro? Family ambu ya mono. Nafikiri tukimaliza kufikia hapo, asante sana kwa kutufanyia makubwa, yani kwa kutufanyia vyema zaidi kusimama kulingana na ratiba. Sasa ndio nimalizie tuanze misa. Mbale bali baruso abo Pauline from Nyamira na Bobembe. Nataka niwasimamishe nyote mote neneleli mogochiga. Kwa sababu hakuna kuongea, hakuna kufanya nini. Injua abayigu babarore ngamuacha. Basubati bamwabo timeti na bamura bamwabo. Igolende in general from Nyamira and Bobembe. Tusiongee mbele kwa haraka sana. Di tangazo. Kuna fiti pale nyuma. Hakuna mwenye nafikiri atasimama. Kuna fiti. Mtaweza pita hivi mbele hapa. Mfike pale nyuma, kuna viti vingi sana vya wageni. Karibu sana. Kujeni kwa haraka kidogo. Omaete gotaigwera machiko nekebe emise gochaka saa sita igoro tinda editonyo orwe dagika emo yatigaire. Jipange tu vizuri kwa ajili ya picha. Tusonge chini kidogo, tosikema atake igo. Abana barua sobo mongina Pauline na abande barua Bobembe. Bono tuwa generalize Nyamira county yonsi. Batuange hiyo picha. Nandrende emoko goka. Omongina life well lived Nyasaye ogana erotimokire. Biya mono. Fanya hivi. Tuwaone wote. Aba ili babarole matari bali mwachera. Mbia mono sana. Tuketi. Sasa ni kipindi cha misa. Nafikiri tumemalizia hapo. Kipindi ambacho kimebaki cha administration na maybe family introduction and eulogy tutafanya baada ya misa. Tunapoanza misa, naomba familia mtasimama hapa hivi. Abangina abakatoliki bali abake mobere kurumaiga ye family totenge kwa utaratibu ase nake. Pia tusime simu zetu. Simu zetu zikuwe off. Hapa tunamshukuru Mungu na yeye ndio mkuu wetu. Kwa hivyo lazima tumuheshimu. Tutoe kofia asibali tobegete. Na wakati wa kusimama ni kusimama. Na wakati wa kukaa ni kukaa. We are serving one God.
Hakuna Mungu wa Katoliki, Mungu wa SDA wala Mungu wa full gospel. Tutii sheria na masharti tuweze kubarikiwa. Karibu Father kwa misa takatifu.
Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Basi ningependa kuchukua fursa hii kualika ninyi nyote kwenye sherehe ya Mama Paulina siku ya leo. Wanafamilia ambao wako hapa wote, watawa wetu wa mashirika mbalimbali ambao wamekuja hapa. Kuna wageni wametoka tabaka mbalimbali. Kuna mapadri wetu hapa. Father Dominic Nyachoti, huyu ni shangazi yake ambaye amelala. Na pia padri wetu kutoka Bomet ambapo sister wetu Josephine anafanya kazi huko. Umekaribishwa kwenye sherehe ya mama siku ya leo. Kuna wageni wametoka wengine Nairobi wa shirika la Sister Jacqueline. Kuna wageni wametoka huko Bometi na sehemu mbalimbali, hata niliona wale wa Nyamira County ambao wamekuja hapa mahali Mama Paulina amezaliwa. Kwa hivyo nyote kwa jumla na Wakristo wetu kutoka hapa Bobaracho center ambapo alikuwa anashiriki na Jumuiya Mtakatifu Maria, tunawakaribisha ili tushirikiane pamoja kumusindikiza huyu mama, kwa sababu akampenda Mwenyezi Mungu katika maisha yake na ameishi miaka hii yote akimtumainia Mungu, hata wakati alikuwa na ugonjwa hospitalini. Pia akapata huduma kulingana na sheria zetu za kanisa kumpokea Kristo kila wakati. Kwa hivyo Kristo yule ambaye alikuwa anampenda awezi akamtupa, lakini atamkaribisha. Na maombi yetu ndio hayo, aendelee kuwalinda wanafamilia, watoto wake, wajukuu na watawa wetu mnapoendelea na kazi ya kumtumikia Mungu. Sasa atakuwa nanyi popote mtakapokuwa mnafanya kazi. Kwa hivyo ningependa pia kuleta rambirambi za baba askofu wetu, anawaombea kama familia. Na pia vika jana wetu alikuwa nasi hapa jana, na leo ameenda kwa mazishi ingine. Kuna ndugu mwingine ambaye amepoteza ndugu yake, ni Father Masese, ndugu yake ambaye anazikwa siku ya leo pia. Kwa hivyo kwa pamoja tumshukuru Mwenyezi Mungu, na pia sisi ambao tuko hai tukumbuke kwamba kila wakati tunaitwa tuishi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tusiishi nje ya Mungu, lakini ndani yake. Kristo anatualika kwa sababu yeye ndiye njia yetu, ukweli na uzima. Ningependa pia kuwatambua watu wa madhehebu mbalimbali, wale ambao ni pastors wa makanisa yetu mbalimbali ambao tunashirikiana nao, pia kuwatambua na kuwakaribisha ili tuweze kushiriki pamoja katika misa hii. Kwa hivyo kabla ya kutoa hii sadaka takatifu, tuchudhe dhambi zetu, tujiweke tayari kumtolea Mungu sadaka safi. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Kristo tuhurumie.
Mungu Baba Mwenyezi, twaja kwako tukikushukuru kwa sababu ya maisha ya mtumishi wako Mama Pauline Bugomba Ogaro ambaye amemwita kutoka dunia hii. Baba mwema, kwa vile alikutumainia wewe, twaomba ili umukaribishe katika ufalme wako wa milele ambao umetayarishia wote ambao wanakuamini na kukufuata. Tunaomba ili uzidi kuibariki familia ambayo ameiacha, watoto, wajukuu na wote jamii ambao wameshiriki pamoja katika maisha ya hapa duniani, ili waweze pia kukujua, kukupenda na kutumikia maishani. Twaomba haya kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Somo kutoka kitabu cha nabii Isaya, sura yake 49, mstari wa 14 hadi 16. Bali Sayuni alisema, Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Neno la Bwana. Somo kutoka kitabu cha waraka wa Paulo wa kwanza kwa Wakorinto. Wakorinto 12 mstari wa 12 hadi 27. Maana kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi wote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mungu alisema, mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja.
na jicho aliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa akiwezi kuiambia miguu, sina haja na nyinyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi, na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi. Na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameviunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kisiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho. Na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi nyinyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kimoja peke yake. Neno la Bwana. Mongoro ave na inue ogasoma kwebanjiri y'omongoro Vuna yarigetwe na Yohana omutagatifu. Yohana isano nemo guchakira 35 goika 40. Yesu akabatebya, inche nomogati bw'obogima, ere oyogocha sende takoiwe nchara nonyang'ake, nere oyoranyegene takoranga nonyang'ake. Korende nabatebirie ng'a mwandolire ko timonyegeneti. Bonsi abatata konga nabachasende, nero yogochasende tinkomotuguta isiko nonyang'ake. Naki naikire korwa igoro taria sogo koro wancha kwa no monyene, korendo wancha kwaye oyo ntomete, na endo wancha kwaye tato oyo ntomete na kwoko nga asebonsi angeire tinsiria nonye noyomo, korende mbabokie aseri tukorio mwerio no wancha kwaye oyo ntomete na kwoko ng'akero oyo korigererio mwana na kumwegena nabe n'obogima bwa kare na kare, na inche nimobokie aseri tuko ryomwerio. Banchiri y'omonguru Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.
tumekusanyika hapa kusherekea maisha ya huyu mama Pauline Ogaro. Kusherekea. Kwa hivyo tunaposherekea maisha yake, tunataka kusema jinsi tunavyojisikia kuhusu kifo cha Pauline. Twachira sobo amo kogokera obugima oboiga bwaelire bwa Paulina na kobogokera gotebe Nyasaye mbia mono ase Paulina. Tukiwa tumekusanyika hivi, sisi ni watu wengi sana, Unaona jinsi tulivyo, hata siwezi kuangalia mpaka huko nyuma. Nyinyi ni watu wengi mpaka huko. So mmekuja kwa sababu ya Pauline. Hatuja kuja kwa sababu ingine, ni hii tu. Kwanza kabisa kuwafariji wa familia hii ya Ogaro, kubalemia, kubatebia na oturamo. Timati osembalenga bali kiruto marube bache gaiga. So tumekuja kwa sababu sisi ni watu wamoja, ni kama mwili. Jinsi mwili ulivyo ndivyo hivyo tulivyo, na tuamini hivyo. Familia moja ikipata shida au kiungo kimoja kikipata shida au kikipiwa na uchungu wa mauti, viungo vyote vya mwili vinajihisi uchungu. Karaga kiara kaarigo kugoro kagochirwe, ebimo byonsi by'omubiri nigabiko igubororo. So ebimo ebimo bigosirana bikoremania chingaki chiobororo, naende ebimo bikogoka chingaki chiomogoko. Kwa hivyo tunashiriki uchungu, tunashiriki na furaha hivyo. Of course, talinga tima eti turochina inje no mugusinde. Talinga tima eti abantu mbali bakogoka nga amaina arumiro meme. Talinga tima nyeti, ni manyete. Lakini na maene datinga ebimo binde nkogoka bire ekera amaina arumiro meme. Gosebi mubinde nkogoka bire ekeraga kiara kali okuguru kagochirwe. Ndio maana ateba ebutazama jinsi ulivyo, viungo mbalimbali, mwili mmoja, ndivyo hivyo tulivyo. Ntuna abantu abamo. Kwanza nje no muigwa gochaga because ndoche anti yani na werega iga anti kuruga ensokorugura. So nje I am at home. Ngokora kuruga igabono nkwe gwondo boro na mabere. You see ochiga. So tiganda ndi chinguru chie. Egera nyoli bakagwa abora chimati nsaiga. So I'm at home. Point nere ama kweli agotoletera obororo. Ama kweli agotoletera obororo. Kana twali kona kolengereria igoro yegisegi chikobe kati y'abantu, mapigano yanayopatikana miongoni mwa watu yanatokana na vitu gani? Huyu anablame huyu na huyu anablame huyu anablame huyu, alafu tukasema sasa mkiwa namna hiyo, huyu anablame huyu ana vitu mbalimbali, kweli mutasimama mnyale gotenena anyokugoro uko na kukwamira okoboko uko na kuamira ogoto uko na kuamira eliso munyale gotenena lindi nanya na masikani mubwate kayara arwe kaya masikana nyara arwe. So
jinsi tulivyo ndivyo hivyo tunavyoitwa tuunganike, tuwe kitu kimoja katika Kristo Yesu aliye kichwa chetu. Kristo oyoro mutwe oito, alafu na intwe ebimo byaye, ebimo by'omubiri ndatoligerera mu mubiri ole olale gose onyo mubiri turi kurwana, turi kwerwania lio na into tebwenere titorolekana buna ubago chandika kono kurwana gise kitabwati matunda, kitabwati kwama. Apa intinelia kato na kokora uko na kubora bora ni story kuna kuorokererania konyantara ikaga iga montori ariko katwa borania inki yakogera amaberera konyora ali sigati y'abantu amaliyo mana kiango na kiango ebintu biga ibikorwa cyago nte ifada abantu babera abangi mali makeire obuna buwo maene so igotokoreki bono ande afada ento kwegera naye buno komenya asense yelingire buegere komenya buno konyara egerenga okugoro nkobasi kurwani okoboko nokoboko nkurwani okugoro gose eliso ndirwani ogoto nogoto nkurwani eliso engaki ya marwaire bino balige tumugano gaiga wakati wa magonjwa na shida mbalimbali katika safari hii ya ulimwengu huu. Watu wanapenda kulaumiana, napenda kulaumiana. Huyu anamlaumu huyu kwa sababu anafikiria huyu ndiye chanzo cha matatizo ya Pauline, anafikiria ndio chanzo cha matatizo ya Father Lawrence Nyanga, anafikiria ndio matatizo yangu. Lakini katika ulimwengu safari iko na mambo mbalimbali. Hata bila kumlaumu mtu, lazima tutakuwa wagonjwa. Notana kukageranganya leve. Kinarengetie tindari ngikuwa na gadi atukwa na chinsemo chinde. Egere ekero amakweli akire abantu abangi bakolenge libono kainya sai kwalenge una abantu basayuni bagukwana kurwa sogo somo gutangani kolenda abantu basayuni bagoteba nyasa ototigire goji ototigire angakia gototiga because nyasa atakonya gototiga already astogotara ni inji yake, inji ya Mungu. Kwa hivyo Mungu hawezi kuacha watu wake. Ndio maana wale waliofundishwa dini wanafahamu Mungu yu pamoja na watu wake sehemu yoyote ile, na anatufahamu jinsi tulivyo wakati tuko na nguvu na wakati tuko katika unyonge wa shida mbalimbali katika ulimwengu huu. Na ama endelea ndurwalete osoka ina ngalole Krista Mariano urwalete nyasaye tamadinga Krista Mariano ole na manyete aye nyasaye ni wo manyete kiregento akara makweli akire because elasima abantu ngokubale point nere ayo monene pono nchina akule oyimpa uli no okwana amini okay muntu okule tali kokwana pono nje ngokungochia baba kwana iko umonene nche bono ngokunde ondorera mabira esara yo okukuya tali omokoira kukuliko ndangeli yankwe ongenema yo kane bibe byane timba sigo kukimbwate bibe kose kimbwata madeni y'abantu ntarababira amagana ali nkagerete babwate iguro yane ntarababira so kera aguchigo kuna bakwire sara yo monene yes anafungo kwa indale asomolembe asoko semelia unialike katika ufalme wako. Kiara mwanya wantaka bakuro sinyasai na bena sinyasai. Hapo ntineri omonene omwanchire Pauline ate mukaso molembe. Esa nabali getese cross yega rest in peace. Omonene omwanchire Pauline ate mukaso molembe. Hapo ntineri mwanya bantu oyo ramaraba mwanya bantu oyo bete moyo okoba okoewo bomoya mona nyasaye nabo moyo buli mbuli gokwambuli koera ebokuira nasebwa arwete buna muterete omoyikoya kaba moyo na inde buna omoyiko yokoira na ukyasi nyasaye oli omubombete na inde oyo moeto bomoyo apa intinere tata bali kwangete
tinsiria nonya noyomo kulende mbabukiri tukuri omoelio igo kuboki gungu kale ndoche igo ndoche nturi gotara senseye asokagiranga enseye no omoelio so no obomenyo bweito abana bantu bagwita senseye nana kara bagwichanda mana magana mange yenseye bainyore barabuo ngotambuka bale wakumbuka ya kwamba wao ni watu wa masiku chache miaka michache naona huyu miaka 70 sio na 2 ama 70 na nini, so miaka michache tu tumepita tumerudi tulikotoka. Maana hayo ndiyo tunasema amini, na hiyo ndiyo mipango ya Mungu jinsi ilivyo. Kristo nyo gudusabira tata bali kwangete tinse noyomo ayenki ogusaba. Yes, ogusaba kwao kobwatane amono ogusaba wa Kristo. Ogusaba kwao kobwatane amono ogusaba wa Kristo. Nabuno musasiro tulya gusaba nabakwa naigo koruo esara yogochakira esara yebigeni nabuna akogenderera egentako na gwatora Pauline dio kalioka kianda ge 10 ayengi gwatora nyanya karo gwatora abana baye number 2 mbali number 1 egento tagwatora Pauline tuaje gusabiraga nero toleta she's the center of interest kera abandi no tuyito ende ntumira na marabara buo chisukuru bobaracho uchimata iga atarachambiri ntuyitumira na marabara buto no gamba ayandi, lakini asili tukulia lero Paulina apumuzike kwa amani. Ayo manenya sai ayo gutuoro karabu nebwenere twasabira abakure arafu tuamanya gona tukosabira abali moyo bonsimbuya, lakini twasabira abakure. Kristo Yesu oyo kwete naenda kaboka oyo gutosabira kera abantu bonsi na abaye bali moyo na bali bakure. Tali bego soma barumi eyo komenenye isana ibere goikira kianda tali boyo. Then kata soma barumi eyo isana isitomo stali bemeronge 3 Kristo agateba iga amini mutagatifu Paulo akulika iga igoro yugo saba kwa Kristo Yesu agateba iga. Mwenye alikuwa anasoma kwa Kiswahili, nimeona Biblia huko ya Kiswahili, Warumi 8 mstari wa 34 anasema hivi: Kristo Yesu ni kama tunaunganika katika Injili takatifu ile tuliyosoma kutoka Yohane 6 mstari wa 39 mpaka 40, na inasema hivi. Warumi 8 mstari wa 34 inasema kwa Kiswahili, inasema hivi: ni nani atakaye wahukumu? Hakuna, maana Kristo ndiye aliyekufa tena alifufuka kutoka wafu na anakaa upande wa kulia wa Mungu. Yeye anatuombea. Neno la Bwana. Anatuombea sisi nani? Anatuombea sisi nani? Sisi Paulina na Father Nyanga tuko pamoja. Yeye anatuombea, na wewe basi uwe mmoja au uwe mshirika katika maombi ya Kristo Yesu. Anatuombea walio hai na walio lala. Sasa kama anatuombea, tujihisi kuwa tumefarijika, bono toleme ekiara ntubwa tumusabi mondo kibono. Okay, ntubwa to yugo tusabira egere totale burunge totale bunebwenerete tunyare guikasa ikire ere oyo ubuyeta makweli gose oyo ikaransete abwasa teba ase okoboko okuri kwa Nyasaye tata isoye tako bale mirindi aba bwabo abana abandi abasani nabayiri nabantu bonse bano wonjo kuya abacha sumu yugoyo igo Paulina tako talimika bireyo karatwale mire yori togendere ko moto gyo monene na komo bakabutambe kiagera toiro gosemerianga na ende amakweli tali gotubua tali gotuatana na kurwasi Kristo Yesu oyo bweta makweli aya anya na akure na chakirobo gimobo ya asere oyo mbole tiaso kwaye. Tumsifu Yesu Kristo.
na njire Nyasaye Tata oibore tuna Bikira Maria usu tuna bonsio birato obambe tu asomo saraba okweto tinde to timbo to chimagombe igaro lya matuka atatu orotukura saba kule inete gora sai karansta so glonya sai Tata mo wike gima kuruora ngana kambe mana ba kule na njira somo y'umutagatifu Kelishia Katolika y'utagatifu kobe kwa mako watagatifu kurusiwa kwebibe koroga komobera no bugimo butakwera. Amina. Tumwombe huyu mama yetu Pauline kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako. Huyu mama yetu aliyesafishwa kwa maji ya upatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Bwana twakuomba. Tunakuomba usikie sala zetu. Nyasaye tomiyambi yamana gwatolendire kurwa mambi goika chinse chitatole igoro tigansabira abari chisabari awa manene barinete byoma birosiri n'amaboko amwanya abantu Tata barao manene obaikibia tatole igoro ko bagoika byoma nande bakoirana bairana amanaye rieta ryao rimukere bugoro omonguru otoiwe monguru korancho toiwe Omachani Tata Nyasaye mundu uri igoro mono Yesu twachira asore sombo basugati Yesu tokoirana limbia mono ngosabirania magani yake royo mwitu Nyasaye baraiga na abanda abatali asege ikalekeiga Yesu keroyo mwitanyore kulingana n'okubwa kwa Nyasaye bona twebekira asore kurubono oikomo yegoyo goere bwo mongino mto Pauline omonguru otoiwe monguru korancho toiwe. God Almighty, we thank you, we praise you for the gift of our mother Pauline, who has brought us together this day. We thank you for the gift of moments that she has been with us, with her children and the neighbors here around. We pray that you may reward her with all your blessings, that you may grant her soul eternal rest. For the consolation of their children and all the neighbors, those who are together in the church, that Almighty Father, you may bless them too and you may grant them consolation. We pray that all the travelers, as we have gathered together, you may be with us and may journey eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Bwana utusikie. Tunakuomba usikie sala zetu. Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako, sisi ni watenda dhambi. Tunakuomba ukaweze kutusamea makosa yetu kwa njia speciali. Naombea amani katika ulimwengu mzima, katika nchi zote ambazo watu wanazozana, katika nchi yetu ya Kenya, na hasa katika familia hii ya marehemu mzee Samuel Ogaro, na sasa mama mpendo ambaye tunaenda kumlaza hii leo ambaye ni Pauline Bogomba. Tunaomba kwamba ukaweze kutujalia amani na mapenzi yatokayo kwako, ili tukaweze kubaki tunaishi kwa ule mshikamano kama ilivyokuwa matarajio ya mama wetu mpendwa. Tunaomba haya machache. Bwana twakuomba. Tunakuomba usikie sala zetu. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, uijalie roho ya marehemu Paulina maondoleo ya dhambi zake zote, na kwa maombezi yetu apate msamaha aliyotumaini daima, na kwa maombezi ya mama Maria ili apumzike kwa amani. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ni wakati wa sadaka takatifu ya misa, na tunaomba wale wa jumuiya ya Mtakatifu Maria tafadhali msimame mtusaidie kubeba vyombo vya sadaka.
nilicho nacho, kwa wema niende kwa Mungu nitoe zawadi. Sasa wakati umefika kwenda mbele ya Mungu wangu, aone nilivyo na zawadi ya leo. Nitamwambia Bwana, pokea hiki kidogo nilicho nacho, kwani Mungu wewe wanijua, mimi siwezi hata kueleza. Nakusihi sana Baba, unipokee, nilawie na baraka iwe salama. Neema yote niliyokuwa nayo yametoka kwa Mungu, hivyo nami nipasa kusahau kumshukuru. Kwani kuwepo hapa leo hii kazi ya nani? Kamwe mimi sitapata uwezo pasipo Mungu. Sasa wakati umefika, shika nilicho nacho, kwa wema niende kwa Mungu nitoe zawadi. Sasa wakati umefika, mbele ya Mungu wangu, aone nilivyo na zawadi ya leo. Nitamwambia Bwana, pokea hiki kidogo nilicho nacho, kwani Mungu wewe wanijua, mimi siwezi hata kueleza. Nakusihi sana Baba, unipokee, nilawie na baraka iwe salama. Asante sana. Sasa ni wakati wa kusindikiza matoleo, mkate na divai utakaotolewa sadaka kwa ajili ya mama na kwa familia. Tunaomba wote tena tusimame na matoleo yetu, sadaka ya shukrani kwa ajili ya maisha ya mama na maisha ya yetu sisi wote. Tumealikwa wote kwa kutoa matoleo. Jitolea kwako, twajitolea kwako,
Sadaka yangu na yenu kubariwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lako, na pia kwa mafaa yetu sisi na manufaa ya takatifu. Bwana, mtazame kwa wema mtumishi wako Mama Pauline Bogomba, ambaye kwa ajili yake tunakutolea sadaka ya sifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa njia ya ibada hii ya upatanisho astahili ufufuko na uzima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe na ahadi za uzima wa milele. Maana uzima wa uamini wako Bwana hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Basi kualikeni nyote wakati huu sasa tunapokumbuka wakati ule Yesu kabla ya kutundikwa msalabani ili kutuokoa, kawa na chakula cha jioni na wanafunzi wake, na ametuachia haya mafumbo ili usherekea kila wakati, hasa wakati tunapomsindikiza Mama Paulina kuomba ili afike katika
utukufu wake Bwana, kwa vile alishiriki naye pia katika mafumbo haya matakatifu. Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata majweo yake wakutolea sadaka safi. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tangase fumbo la imani. Asumu saraba, Yesu ni gakwete. Kuruimba sembera, Yesu ni gabugete. Yesu na irane naende. Yesu na irane naende. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Paulina na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Joseph Mairura Okemwa, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu,
Kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Paulina Ogaro uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe, Mungu wetu, kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe. Bwana, tunakuomba tuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, watuambia nasi pia katika sherehe ya mama Paulina siku ya leo: amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani ya Kristo, amani ya Kristo, amani ya Kristo. Mungu
Basi huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu Yesu mfufuka, aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno moja tu, roho yangu. Esara yogotoliwa nyasao nontolie nyole komonyobia Maria babonsabere malaiko no mwanchongo becha saltali ya Nyasaye. Esara yogwancha Nyasaye na manyire nganyoro mobero mukatiwo Yesu indie na manyinga yenywe ekiagera ebweka gwate babo na nchira ine nkoro ya neons amanyinga Yesu okobe bibe byane omonguru tingwenere tingoso emwane ne otebe ngane yemoyo kano moyo nengobwene esara yogweitia Nyasao nengweitia ndogo byonse binakoli byagera ebyakobeiri naye no miyakegima korubono tingo salikabere Nyasao miyonkwera mabera esara yogo sasima so Nyasao monenone na igora saltali igoro ne turekira sole nkogo sasimande na wanchire nenkoro yonsi ninkoligeti no gwekana oicha sende oicha bono ngonjoro nkoromia. Ni wakati wa kumpokea Yesu Kristo. Ni wale tu ambao wamejitayarisha, ni Wakatoliki wao wanaruhusiwa kupokea. Karibuni. Basi kwa wale wako juu pale anapokea, padri atakuja pale, padri murase kipanda kilimwara koragira radio sasa tingo charabu. Wale bande wako nyora safi wanapata. Mimi na burudika, Yesu ameniponya kweli.
Basi wimbo wa shukrani amoko gororoka ano ndo taigweta mugongo bia bona na amoko gororoka, wimbo wa shukrani ili tumshukuru Mungu kwa kipaji cha huyu mama Pauline Bandelala. Muweza
wanipao Baba watakuja kwangu, asema Bwana. Tena mtu anayekuja kwangu sitamfukuza kamwe. Tuombe. Bwana, tumeshibishwa kwa sakramenti hii iletayo uzima. Tunakuomba ile huyu mtumishi wako Mama Pauline Bogomba, ambaye umemshirikisha agano lake, atakazwe kwa nguvu ya fumbo hili na afurahi bila mwisho katika amani ya Kristo anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kae na amani ya Kristo. Kumbena tumikia Bwana. Misa yetu imekwisha. Basi asante sana kwa kuwa watulivu, na mama alikuwa mtulivu pia kumaliza hii misa takatifu. Kwa wote ambao mko juu pale, wengine mko hapa kwa kwenda raka kidogo kwa sababu ya hali ya anga pia, hata ikiwa sasa ni saa 7 au saa 8. Kwanza ningependa kuwashukuru mapadri wetu hapa ambao wamejiunga pamoja nasi. Nataka niwaalike waseme neno la kufariji familia. Nansia Father ambaye anaongea kwa niaba ya wazaliwa wa kanisa kura mtakatifu Luanga, ambao watawa wetu wanatoka katika kanisa hili. Father Joseph Watom, karibu. Thank you, Father. As a familia ya marehemu Mama Pauline, our sisters, brothers, and all the family members, kwa niaba ya Barutolete Cathedral kote wa pole na usabanya sawa konya na ndabare mya senga kiyega no mongna tumo ka somo rembe nya sawa mo boge mabotako era aende kunya gotusabira bia mono. Asante Father. Asante kwa pia padri kutoka huko Bomet, Father Valis, karibu kwa niaba ya wote wa sehemu ile mahali sister anafanya, na tunashukuru kwa kuja na wote ambao wametoka Bomet. Thank you. Reverend Father ambaye ametuongoza kwa misa hii takatifu, mapadri wote, masista, mabruda, Wakristo wote, watu wote wa moyo mwema waliokuja kwa ajili ya kusindikiza mama yetu Pauline. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii mimi nimekuja hapa kwa ajili na kwa niaba ya kanisa letu lote la St. Michael's Bomet. Naitwa Father Valives Mahola. St. Michael Bomet tuna huzuni sana kwa ajili huyu ni mama yetu. Ni mama yetu kwa ajili sister Josephine ni head teacher wetu wa shule ya St. Mary's Mixed Day and Boarding, na mambo ambayo yanatendeka katika hiyo shule ni mambo mazuri. Kumbe nilikuwa nashangaa hii hekima yote ambayo inaonekana katika hii shule inatoka wapi. Nikasoma hii historia, nimeona historia inaonyesha Mama Pauline alitakana aende nursing, lakini akafanya nini? Akakwama kwa ajili ya ugonjwa, meaning she was intelligent. Ni mama mwerevu. Wavulana walioka hapa mkitaka kuoa muangalie wasichana werevu. Madaktari wameniambia kwamba ukioa msichana mwerevu basi watoto wako watakuwa werevu. Ukioa pumbavu watakuwa wapumbavu. Kwa hivyo ndio sababu Mama Pauline alikuwa mtu mwerevu. Wanasema she passed highly. Na masomo ya wakati huo mzungu hakuwa na nafasi ya kukuajilia. Ukianguka unaachwa, ukipita unafanya nini? Naendelea mbele. Nimeangalia historia ya Mama Pauline, ni kubwa. Mama Pauline alikufa tarehe 25. It was a Thursday. Na siku hiyo ilikuwa siku tunasherekea watakatifu watatu. Mmoja ni Baba Mtakatifu, mwingine ni Sister Mary Pazi, na mwingine ni Padre Bid. Na hapa kuna mapadre, kuna masista, na tuliona Father akisema Baba Askofu ametuma rambirambi zake. Si kweli?
kumaanisha kwamba wote tuko hapa kama kanisa. Masista waendange mahali kuna ujinga, wanaenda mahali kuna mambo mazuri. Kwa hivyo ndio sababu unaona tuko hapa, masista wa makundi mbalimbali na mapadre na nini. Na mama Pauline alikuwa mwerevu, ndio sababu unaona huyu father yuko kwa seminary, huyu ni lecturer, huyo ni vice rector. Unaona mambo makubwa makubwa. Mama Pauline nilishangaa katika hii karatasi wameandika sentensi mbili za Ukristo. Mama Pauline hafai kuwa na sentensi mbili za Kristo. Kwa ajili Mama Pauline ametoa masista wawili, na inaonekana alipenda neno J. Na neno J katika Biblia lina mambo makubwa, lina Saint Joseph, lina Jesus Christ. Mama Pauline, kwani magoti yake hayakuwa ya maana na sala zake hazikuwa za maana? Mtu ambaye anajua jinsi formation ya masista ilivyo atatambua kwamba huyu mama alikuwa mtu wa sala, si ni kweli? Na ukiona mahali mapadri wana rotate, mimi nilifika hapa nimesikia mapadri walikuja wakampaka mpaka wa wagonjwa. She was a good mother, na ndio sababu walikuwa wanatembea wamuone kila wakati. Wamama ambao wanasumbua mapadri, unafikiria tutaenda hapo kusumbukana? Tunaachana na wao, aenda haraka haraka. Unajua tunapoenda kwa matanga tunaenda kwa vitu viwili. Ya kwanza, unaenda kama mtu alikuwa mbaya, mnaenda kuhakikisha kweli ameenda. Lakini kama alikuwa mzuri, mnaenda pia kusema Mungu kwa nini, si kweli? Sasa siku ya leo sisi tumekuja kuuliza Mungu kwa nini. Kwa nini? Ndio sababu tuko hapa. Ndugu zangu, Mama Pauline sala zake zimeonekana kwa hawa masista, Sister Josephine na Sister Jacqueline, na ndio sababu wako masista na wanaomba, si kweli? Wanaomba. Na nyinyi nyote wanakwaya, nimesikia mmeimba nyimbo nzuri. Mungekuja kuimba hapa kama huyo alikuwa mwizi na mnyang'anyi? Hapana. Mtu ambaye hatoi 10% kusaidia mapadri, mtu ambaye anapotea kwa kanisa, mungeimba. I'm very happy mlimaliza kwa kusema tangu Mama Pauline abatizwe hajawahi kuacha Ukristo wake. She remained a Christian all through. Mama Pauline alikufa tarehe 25 siku ya body and blood of our Lord Jesus Christ, siku ile ambapo Yesu Kristo aliweka mkate na divai. Na hii wiki Jumapili tulikuwa tunasherehekea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu leo hii Tuesday tunasherehekea mtakatifu ambaye anaitwa Anthony wa Padua. Anthony wa Padua alijaribiwa na watu kwamba tuonyeshe kama Yesu kweli yuko katika mwili na damu hii mnayosema. Na akasema nataka mtafute punda, msimpe chakula chochote, na mimi nitakuja na mwili wa Kristo. Kama atakula chakula hicho, basi Yesu hayuko ndani ya nini? Ya mwili na mkate na divai. Basi wakafanya hivyo, wakaleta chakula kizuri cha punda, na yeye akabeba mwili wa Kristo. Ile tulifanya Jumapili. Punda aliinama wakati aliona mwili wa Kristo ndani ya monstrance. Na leo hii tumekuja kufanyia Mama Pauline misa. Muwe mnaomba misa, muwe ndani ya kanisa ambapo misa inafanywa. Kwa ajili Yesu Kristo anasema usipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuishi ya kifo. Sisi sote tuna huzuni. Kifo ni uchungu. Kifo ni kidonda. Hakuna mtu ambaye anapenda jeneza liwekwe chini ya kitanda chake ili atakapokufa awekwe ndani. Kunaye hapa? Kuna mtu anataka tumtengenezee jeneza lake saizi? Hakuna mtu anayetaka hivyo. It is a pathology. Ni kifo, ni kuondoa. Lakini Yesu Kristo ametuonyesha kifo is eschatological. Ni mambo ya kuongeza. Sasa Mama Pauline ametoka kwa kanisa la watu wa vita, inaitwa Militant Church. Anaingia kwa kanisa la Penitent Church, kanisa la wale ambao kama walifanya makosa kidogo tunawaombea waingie wapi? Mbinguni. Na tuna imani kwamba Mama Pauline ataingia kwa kanisa lingine linaitwa Triumphant Church, kanisa la washindi, wale ambao wanaitwa watakatifu. Na ndio sasa tuko hapa. Muwe ndani ya kanisa kila wakati kama Mama Pauline. Jeneza hili kuna uchungu mwingi, kuna joto jingi. Mimi naogopa majeneza sana.
naogopa kwa ajili ninajua kwamba ukishawekwa ndani ya jeneza huna mbinu nyingine ya kula ugali, huna mbinu nyingine ya kung'ang'ana vitu vingine, mambo yako yamefanya nini? Lakini tukiwa na imani tunajua kwamba roho ya Pauline iko hapa. You should remain revering Mama Pauline. Wale familia ya Pauline hapa, mjiunge wote pamoja. Tusisikie wakati Pauline ameondoka basi kila mtu amechukua njia yake, hawapendi kuona fulani, hawasikizani, hawaelewani. Mnapigania nguo za Pauline. Nunua yako nguo. Unapigania sijui sahani ya Pauline. Nunua sahani, ziko nyingi, ziko za plastic, ziko za gold, ziko za nini, si ndio eh? When you depend only on the things of people, you will never learn. Lazima uwe mtu ambaye unasonga mbele. Kwa hivyo sisi tuko hapa wengi sana Wakristo kutoka Bomet. Wakristo wa Bomet, simameni mahali mlipo muonekane. Wote wa Bomet. Wote kabisa. Wale mlitembea kwa mguu, wale wa basi, wale wa nini, all of you. Hao wote tumetoka Bomet yoke karabana. Hao wote wako kila sehemu kwa ajili huwa tunapenda tusambae kama vile Mama Pauline alivyosambaa. Sawa? Asanteni sana. Yuka chini. Ni wimbo wa huzuni lakini tuna imani kwamba Mungu atatutendea. Paulina umeenda, tunasema bye bye. Paulina umeenda, tunasema bye bye. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Tungependa kuwa nawe, lakini Mungu Mwenyezi ndiye mpanga mambo yote. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Tungependa kuwa nawe, lakini Mungu Mwenyezi ndiye mpanga mambo yote. Watu wote wanalia, wanasema bye bye. Na Wakristo wanalia, wanasema bye bye. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Tungependa kuwa nawe, lakini Mungu Mwenyezi ndiye mpanga mambo yote. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Tungependa kuwa nawe, lakini Mungu Mwenyezi ndiye mpanga mambo yote. Na masista wanalia, wanasema bye bye. Na mapadre wanalia, wanasema bye bye. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Tungependa kuwa nawe, lakini Mungu Mwenyezi ndiye mpanga mambo yote. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Tungependa kuwa nawe, lakini Mungu Mwenyezi ndiye mpanga. Nashukuru hata hao watu wa media ya Mavuno wamekuja hapa ili mambo yote tuyasambaze, kwamba kifo ni sehemu yetu ya sisi sote kupita ili kumfikia Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante padri. Ukitaka kukumbuka jina lake, kumbuka Rift Valley. Na hapa iko hivyo. Kwa hivyo padri, asante sana kwa hayo maneno ya kuwafariji wanafamilia na wageni wote kutoka Bomet. Mnafurahia kazi sister anafanya kwa sababu ya mama huyu ambaye amelala. Kwa hivyo wazazi ni wa maana. Ngependa kumuita omuigwa muigwa watu randiri ni junaye gaiga okwana tumesengwa kwa ni litaria engwara ndia njoba tabi litaona litaria ne ngoro ku Father Zakaria Bikeli jono muigwa ntoi wanaini monginyorere ndasege panda basi nabatebia nga familia yega oyo bunararire mu sister naro Franciscan sister orarete sister Calista orweta se familia nabo yaba sister babale baberega kujente two sisters Jacqueline and just come alafu Father Dominic come my son and brother
Sister Crescencia kuja hapa. Oyo iga abababere mamomu abono arweta igenkeye akaenda kuchiaria rugora saringona miriri akaenda miriri gabana aba nabaye bono oyo iga mamomu abo namoke oraire gaiga igo enkeye iga na sister nabatebi olenga sister Kalista nere orarete igo bono nga emirimo ya Nyasaye nabegendrete. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Father nere nkwali baganere akwane ali asekiombe na bakote ile sekiombari. Mama Paulina, Mungu akurehemu. Tunaamini wote ambao wamekufa wako mikononi mwa Mungu, na tunaamini Mungu yu kila mahali, na kwa hivyo Mama Paulina yuko hapa mikononi mwa Mungu. Namsalimu na namwambia Mungu amrehemu. Kwa familia ya mama huyo Paulina pia nasema Mungu awafariji. Namkumbuka sana hii familia na sana mheshimiwa huyu Peter Ogaro. Alikaa nasi huko Miriri kwa muda mrefu, na alikuwa kama mtoto misa kwangu. Sasa nilikuwa nafanya practice ya kusoma misa kama yule alikuwa anatarajia kuwa padre, na tulifanya misa hapa na pale, kuomba na mbuzi, kondoo. Hata siku moja tulizika mbwa, nikaanza kusomea misa mbwa. Hao watu wa nyumbani wakakasirika, mnafanya nini sasa? Sasa huyu alinisaidia kufanya practice ya misa. Nashukuru Mungu awafariji kwa familia yenu. Namshukuru baba paroko. Father, kwa niaba ya baba paroko, Father Lawrence alikuwa paroko wangu huko Gekano, na ndiye aliandika barua kuwa niende seminary kujitayarisha kuwa padre. Ni baba yangu pia. Namshukuru. Hata Father Zachary naye pia alikuwa baba paroko wangu kwa muda. Na Father Boniface, Father Joseph, nashukuru sana kwa kushirikiana katika hii misa takatifu ya Mama Pauline. Mimi ni Father Dominic Nyachoti wa shirika la Mill Hill Missionaries. Nafanya kazi tu kwa seminary yao, wanataka kuwa mapadri wa shirika letu. Mungu awarehemu, ampumzishe mama kwa amani, yuko pamoja nasi, apotei. Nashukuru. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na matendo ya Kiislamu. Kwa hivyo tunamshukuru padri wetu na mapadri wetu wote wamekuja hapa. Pia katekista wetu Boniface wapungie mkono, ndiye anasimamia kigango hapa Bobaracho, na pia alisema Juma aliongea ni katekisti. Kuna center moja inaitwa Kiamabundu, Grace hata yeye alitaka kuwa sister, lakini sasa ni katekista, na pia Melanie hapa ni katekista. Kwa hivyo sio kama kuna wengine wamechificha hapo, lakini nimewatambua hawa, asante sana. Alafu hii familia walikuwa wanasimama, alafu na wale watu walikuja, lakini kuna wengine walikuja nyuma, hata hao wengine mapadri. Kwa hivyo kuanzia huyu Peter alikuwa anasaidia Father kusoma misa, kuzika umbwa na kusomea umbwa. Kuja hapa, nataka mkuja watoto wa mama, wale ni hapa msimame, vile mnafuatana. Nani anafuata Peter? Gladys yako. Gladys kemuntonga yole. Chugocha. Niyo kubwati Gladys. Elizabeth, nani chugocha. Niyo kubwati Elizabeth. Frederick.
No Kobot Frederick. George. And I love Charles. I love Sister Josephine. I love Sister Jack. Sister Jack ni romo kabisa. Kwa vile walisimama na familia zao, sasa nitaka tu wasimame wao hapa. Hao ndio tunawaombea ili Mwenyezi Mungu asidi kuwalinda. Mama alifanya kazi yake kwa muumbaji pamoja na yule Samuel ambaye alilala. Kwa hivyo wakatuletea hawa kwa huyu mama Paulina katika ulimwengu huu, na kwa hivyo tunawaombea. Na inurende kuna muna gusabira aba sisters bakogenda gali bakora emirimo yabo nekera bagocankaga iga beigwa ng'omong'ina noare korengie kina kinatha tukobatebia. Yani munawakaribisha kama vile mama alikuwa anawakaribisha hapa. Ntuitwa chire na tukwa nitwanda chinga chito no inje seitali baibuli mbayo lakini karona chiro bamuramba batigale talia na bago chabante nga karibu Anderson endagera nali. Kwa hivyo lende kina ko basaba tuendelee kuwasaidia na kuwaombea. Wana bakolera maboko igabono na bwabwo basabere ne family cyabo na endelende kara kinyangi kiraike kolengi na bongo cha nkerania mangano mungino yantigerete. Basi sasa ningependa watawa wetu na washukuru sana kwa kuja hapa. Watawa wetu ambao wamekuja hapa, aba sister baachira abange morocha aba sister abago Yomari Franciscan Sisters of St. Joseph Asumbi Oyore Sister Josephine. Kwa hivyo ningependa wote kutoka shirika popote mulipo musimame. Walimwensi FSJ maiteno ya Anthony Obadwa gatagete ave ensemo giterakini akanyora nga Franciscan bamogokirie akabe Franciscan yo twara gosherekea rero, and there is a saint of lost items. So if you lose an item, you pray through the intercession of Saint. Nabwa bono babekera maboko igoro iga babekera maboko torore richo no nero rokoro kwa Sister Lucy akuje hapa ongee kwa niaba yao. Sister Lucy. Yaba sister abaito balega iga baro mashirika mbalimbali stari Franciscan Siboka na ndetari Capuchin Siboka. Father Nyanga ambaye ametuongoza kwa misa siku hii ya leo, mapadri wetu ambao mlijiunga pamoja nasi, familia ya mzee Ogaro, masista wetu Josephine and Jacqueline, watu wa familia yote, Wakristu kutoka sehemu mbalimbali, tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Ni siku njema tunapomwaga mama yetu Paulina. Nasimama hapa kwa niaba ya mama yetu wa mkuu wa shirika letu Franciscan Sisters of St. Joseph, na hata kwa niaba ya masista wetu ambao wako hapa kuleta pole zetu za kipekee kwa familia. Tumekuja na nia kuu ya maombi, na ile sala kuu kabisa ni misa takatifu ambayo tumeishiriki. Tuendelee kuungana pamoja tukiombea familia ya mama Paulina, wale ambao wamebaki. Mungu awaongoze, Mungu awajalie, Mungu awabariki katika safari yao. Mama yetu tusidi kuomba, Mungu aendelee kumrehemu. So I request you, my dear sisters, that you come to the aisle so that together we can sing our final anthem to our dear mother as we release her to go to the Lord. Kindly
let us move with speed so that we pray together as a group. Wakristo wetu wote, Mungu awajalie kwa ukarimu wenu kwa hii familia na kwa yote ambayo mmefanya kwa njia moja au nyingine, ili sherehe ya mama yetu ipate kufana hivi. Mbarikiwe na Mungu awajazie baraka zake. Sisters, come. So we stretch our hands and together we pray. The Lord bless you and keep you and bring his face to smile upon you and be gracious unto you and give you peace and give you peace. Eternal rest grant unto her, O Lord. May she rest in peace. O Lord, hear our prayer. Let us pray. O God, the creator and redeemer of all the faithful, grant to the soul of your servant departed the remission of all her sins, that through pious supplication she may obtain the joy which she has always desired, lives and reigns forever and ever. Amen. May the soul of Mama Pauline Ogaro rest in peace. Asante, asante, sister. Then also to welcome from the Capuchin where Sister Jacqueline is, there is a representative also to speak. Sister Priska, welcome. Wongee kwa niaba ya shirika hilo. Tumsifu Yesu Kristu. Asante kwa fursa na namshukuru Mungu pia kwa kutuleta huku tuwe pamoja ili tuweze kumshindikiza mama yetu Pauline na pia aweze kumlaza mahali pema peponi. Nimesimama kwa niaba ya watawa Capuchin of Mother Rubato, mahali Sister Jacqueline ametoka. Tumeleta pole zetu na pia tunaambia pole sana wakati wa msiba huu ambao umetupata. Tunamwombea mama Pauline na aweze kupata kupumzika naye Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni. Pasi, asante. Meongea kwa niaba. Tena ningependa kuwatambua watawa wetu wengine wako hapa, Blessed Virgin Sisters. Tafadhali, nimeona wengine hapo, msimame mpungie wa Kristo mkono. Wengine wanatoka Kisi Cathedral, wengine wanafanya huko. Asante. Then ningependa kumtambua brother Eric. Tafadhali, wewe kwa niaba ya brother, kwa sababu tujaona brother kuja hapa kuongea, njoo useme neno. So brother Eric, mwalimu kwa shule moja huko Yugis. Kwa familia, masista, wa Kristo, kwaya na mafathers, hamjambo. Kwa majina naitwa brother Eric Magoka.
I am in the congregation of the Brothers of Our Lady Mother of Mercy, or in short CMM. Ninakaa Oyugis, ni mwalimu mkuu wa shule yetu inaitwa St. George. Tuko pamoja kama familia kusema pole. Tunajua ya kwamba imekuwa ngumu kumwangalia mama alipokuwa mgonjwa, lakini wakati wako umefika. Tunamshukuru Mungu. Tuendelee kuombea familia wakati huu mgumu. Asante. Basi sasa mahali tumefikia upande wa administration Rongori, alafu vote of thanks and I suppose there's eulogy kusoma. Asante Reverend Father kwa mpangilio ambao umechukua muda mfupi, tunashukuru. Na pia asante kwa misa takatifu. Nafikiri tukimaliza misa hatukuangi na mambo mengi. Vile Father amesema itakuwa ni administration na eulogy na erongori. So nitamkaribisha mzee mkuu wa kijiji. Hiki kijiji kinaongozwa na Mama Angelina Masese, lakini nimefahamishwa kwamba hahisi vizuri, kwa hivyo namkaribisha Bwana Francis Obocha akuje huku, alafu atutambulisha mambo na administration. Akiendelea kuja, tunamtambua one of our visitors mwenye anaomboleza pamoja na sisi, MCA from Bonyamatuta Ward, Honorable Julius Matuere. Na pia tunawatambua walimu wote ambao wako hapa, in general the teaching fraternity, both retired and working. Kwa kumalizia, tunataka pia tutambue wenye wametupa erongori yao ndio wasije wakasema hatukuwatambua. Kiswahili ni ya Tanzania. Director Ebeneza ametupa shilingi 500, asante sana. Na mwenzetu Elijah Mosongo pia ametupa shilingi 100. Namkaribisha mzee, karibu. Mbiamono umuriki soko ngalibaga. Incha samalieta ankuru kwa Francis Obocha mugambia makabwe kenyoro. Kwanza igango tebano muchoma soti bwensi pi pole abairi bamo soti bonsi pole umuchoma soti bwensi nabairi abachire gaiga nabamate benke ntara kwana kende ganale gotenenia abatureti nyabara batenene baimokyo koboko basaluti na barabugo barere iromonginonde nyabatureti baro bonsi pi basaluti batenene basaluti. Mbia mono asoko tachia mange esengencho yechinsa igankurangeria omugambi fini nera charue pole ya yegaiga nera manya kwalika abande bali abanene bae. Mr. Fini. Asante sana mzee. Father Nyanga ambaye ni kiongozi wa misa ya leo, mapadri wenzako, ma sisters ambao wamefika kuomboleza nasi, wageni ambao wamekuja kusema kwa heri ya mwisho ya mama, na wasalimu nyote, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Vincent Omanwa, nini naibu wa chief kata ndogo ya Bobaracho mahali muko wakati huu. Ningependa kutoa rambirambi zangu kama watawala kwa familia hii kwa kumpoteza mama ambaye leo nimeona vile ambavyo mmefanya misa hii ya mwisho inaonyesha kweli mama alikuwa ni mcha Mungu na mlikuwa mnampenda sana. Nashukuru pia hii familia kwa sababu
imetoa masisters wawili si wisi wa kufunja vioski. Naambia vijana, tafadhali mahali muko, fanya kazi na mkono yako upate riziki yako. Pana funja duka ya mtu, hiyo ni jasho ya mtu. Wengine mnapiga gumzo hapo kwa barabara, unataka Mheshimiwa Ruto aenda wapikie chakula walete. Hiyo ni haki kweli? Lazima ufanye kazi. Lazima ufanye kazi. Ile tunaita finance bill ambayo inaendelea, wale wanaiendesha ni wataalamu, wanajua vile watafanya. Sasa wewe kazi yako ni kufanya kazi ili tusongeze urudumu la taifa mbele. Ningependa, kwa sababu hatuna nafasi, ni wakati wa kutoa erongoli kwa familia. Nimesikia kuna mheshimiwa wako hapa, yeye peke yake ndio labda atakuja useme jambo, tupeane nafasi kwa hiyo sehemu ya kutoa erongoli. Mheshimiwa, kama huko unaweza chongea mbele useme pole kwa familia. Ni kama mheshimiwa karibu. Father in church, other presiding fathers, Wakristo, wageni ambao mmekuja kujiunga na familia, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Kwa majina naitwa Julius Matwere, natoka sehemu za Nyamira, na nimekuja hapa kwa sababu mtoto wa mama ambaye ni mwalimu anafundisha katika shule ya Our Lady of Mercy Ibara Girls Boarding Primary School. Ndiye amenileta hapa kwa sababu anakaa kwangu. Sasa kama watu wametoka Bomet wameingia hapa, na je mimi nimetoka hapa karibu hapa Nyamira, na tunaishi na mwalimu katika Kibirigo Market ambao ni market ya moja ya masoko katika ward yangu. Kwa sababu nikaingia niambie familia pole na nijiunge nao wakati huu mgumu wa majonzi. Kwa familia ninasema moja, huku tukimngoja Bwana atuchukue nyumbani mahala anaendelea kututengenezea. Mama amefanya kazi yake. Sio rahisi kupata familia moja inatoa watu wawili kutoka familia waende. Ni vya nani? Ni vya Mungu. Ndio sababu akasema wacha watoto wangu wafanyie Mungu kazi. Sina mengi ya kusema isipokuwa nimekuja kuchukua mwalimu. Sijui kama kuna watu ambao wametoka Kibirigo Market wako hapa. Kuna watu ambao wametoka Kibirigo wamekuja kuona mwalimu. Thank you. Nimewaona they are scattered all over. Kwa hivyo nashukuru, mimi pia nimekuja kujiunga nanyi. Ningependa mwalimu aje tu hapa tuchukuliwe picha niende. Thank you, because this is why I have come. Ndio sababu nimekuja. Thank you. Pole. Thank you. Asante, zimetosha. Abantu amintumbi ya mono Nyasaye baseni. Mo wanjanga to basabira mayo mona endelea ko basisenia. Pia mono. God bless. To our fathers, we thank you a great deal. May God bless the work of your hands. You do a wonderful job. And I know particularly during this period when the country is not all that peaceful, your prayers will heal this country. Thank you so much. God bless. Thank you, Mheshimiwa. Sijui kama kuna Mheshimiwa Ibrahim, kuna mtu ametuma hapa
area MCA, labda ametuma mtu hapa mwakilishe. Yeyote ambaye ni mwakilishi wa MCA wa hapa, Mheshimiwa Ibrahim. Okay. Tutapeana nafasi kwa chair ready, alafu ataturudishia tukusanye hilo ngoli. Nafikiri sina jambo lingine umugambi engo saba abatwale kubwatera naiga tenena Veni Moranya kundi. Lina tuwasori momanyi. Na mimi ni Ann Mautia. Asanteni kwa kutusikiza. Tunarudisha umugambi asangelie rogoli. Asanteni. Mgeni wa Bomet. Sawa. Na request tunasema kuna debut au moja kutoka Bomet. Kuna wale walikuwa wanashirikiana sana kuja hapa kila siku. Tafadhali ikiwa ako mmoja aongee mwalimu. Dia yule anakuja. Teni kurwa burendo mugambi. Tenene gabo baletero ngori. Tunaendelea kuwashukuru. Na haa mnaona Radio Vuna ni mojawapo ya Christian radio station tunayo hapa Kisii. Wakati mwingi wanasambaza habari mbalimbali. Tukiwa hapa inakuwa live Vuna 102.0. Thank you so much Father for the opportunity. Ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu. Kwa majina naitwa Bwana Birir Richard. Mimi ni mwalimu wa St. Mary's Mix penye Sisters Josephine anafanya kazi. Yeye ni manager wetu pale Bomet. So tunashukuru sana na tunasema pole. Nasema pole sangu ya familia yangu na pia pole zetu za walimu shuleni, wafanyikazi na wanafunzi. Tuko pamoja na tunaombea mama. Tunashukuru mama kwa kazi aliyofanya na tunashukuru mama kwa Sister Josephine. Asante sana. Singependa nichukue nafasi mingi. Ningeomba tu our welfare chair pale St. Mary's tuko na muungano ya wafanyikazi. So ningependa bwana mwanachama wetu Bwana Kakai aseme moja, na ningeomba nafasi moja wa POM. Tuko na board ya shule na hapa tuko na representative moja nimemwona. Kuna wengine lakini moja tu aseme neno moja. Ningeomba taika moja tu. Asante, karibu Bwana Kakai. Asante sana waombolezaji wote na wasalimu wa mjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumetoka Bomet, tumekuja hapa mara si moja. Tulikuja wakati mama akiwa mgonjwa. Tumekuwa hapa alipoaga na bado tuko hapa kwa sababu alitupatia zawadi ambayo tunaithamini sana kule Bomet. Huyo ni mtawa mwalimu wetu mkuu Sister Josephine. Tunajivunia kwa sababu amebadilisha St. Mary's Bomet. Ukija huko hautaamini. The school iko na zaidi ya wafanyakazi 100 na wanafunzi karibu 2000, na hao wote wanaongozwa na mtawa Josephine. Pia tunapenda kushukuru shule jirani ambayo ni shule moja, St. Mary's Primary. Kuna pia wanafunzi kutoka Bakita. Tuliandamana wote kutoka kule. Ningependa tu maybe pia tumpatie naibu wa mwalimu mkuu. Okay.
Tunashukuru kwa kuja na sisi. Tunajua jambo tu ni kusema pole, na tumekuja pia kusema pole kwa niaba ya watu wote wa Bomet na the community. Sipendi kuchukua muda mwingi, tunazidi kuombea mama apumzike kwa amani. Karibu Bwana Chirchiri. Kwa niaba ya board ya St. Mary's Mixed Day na kwa niaba ya mwenyekiti Madam Anastasia Babuna ambaye angependa kuwa nasi siku ya leo, lakini kwa sababu ya kazi ya serikali ameenda Mombasa, na kwa niaba ya wazazi wote ambao nafikiri ni zaidi ya 1000 katika hii shule, PTA na pia wanafunzi, nikishirikiana na padri wangu Padre Faleves, kwa niaba ya Wakristo wa St. Michael's Parish, tumekuja kusema pole kwa hii familia, na tunamwambia Sister Josephine pole sana, madada zako, mandugu zako, marafiki na wale wote ambao mnajuana. Tumeleta rambirambi zetu. Tuliposikia ya kwamba mama amelala, sisi wote kule Bomet tulihuzunika. Mimi nilikuwa nimetembelea mama, sijui kama ilikuwa 2020 au 2021. I think it was around 2020, wakati wa corona kule Kisii town, wakati alikuwa mgonjwa sana. Tulikaa pale mpaka usiku na alipona, lakini baadaye tukapata ujumbe ya kwamba mama amelala. Sister Josephine, tunasema pole sana. Wakristo wa eneo hili tunatambua kazi ya Sister Josephine katika shule yetu. Hii ni shule ambayo inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa. Huwa wanaregister watoto wa zaidi ya 100, over 100, na minisco inakuanga over 380. So Sister Josephine, tunasema pole sana. Tunaona umehuzunika kidogo, lakini tunataka kusema kwamba tutakuombea. Hata na sisi wengine hatuna baba, hatuna mama, wazazi wetu washaenda. Tunajua vile unasikia kwanza kupoteza mama. Mama ni kila kitu kule nyumbani. Mimi nilipopoteza mama yangu, Sister Josephine alikuja na walimu wa St. Mary's. Sister Josephine alifanya kazi. Nimekuja kusema pole sister. Tunawaombea na Mungu amlase roho ya huyu Pauline mahali pema peponi. Father Lawrence, I think you were in Nyabururu when I was a student at Nyabururu Teachers College, 1991. You are a young priest by then. I was also a young brown boy. If you still remember Chirichiri, yule mukimbiachi wa St. Paul's Teachers College. Thank you, Father. Asanteni sana. Asante sana. Huyo alikuwa Bwana Chirchiri POM, na pia tuko pia na head teacher wetu wa St. Mary's Girls. Tuko pia na principal wetu wa St. Mary's High School. So our na sisters na labda watapewa nafasi yao. Otherwise Bwana MC, nimeshukuru kwa nafasi, na kama nafasi ya head teacher principal itapatikana sawa. Asante sana. Ana request kwamba Sister Gabriel ambaye ni principal akuje hivi. Father, we are very sorry, tusamehe. Akiwa anakuja Sister Gabriel, naomba head teacher Ivara Primary School mahali Charles anasomesha akuje. Na tuliwaomba radhi, tukasema tumetambua walimu wote, lakini kwa ajili ameomba tafadhali head teacher Ivara kuja uongee. Sister akimaliza tusangililie rongoli, turudishe kipasha sauti.
Walimu wa Ivara mko wapi? Mumeenda? Ivara boarding. Kwa niaba ya Ivara boarding ambapo Mr. Charles Ogaro anafunza, naongea kwa niaba ya kila mtu huko. Tulikuwa tumekuja, nafikiria wameenda kwenda kuangalia watoto wengine, kwa sababu tulikuwa tumekuja na gari ya shule. Kwa jina ni Sister Mariani Nyamusi, Mr. Ogaro na familia yako yote, our sister Josephine, we are together in this sorrow, and we pray for the sorrow of Mom, that the good Lord may rest her in peace, and may you have that peace in your family. Thank you very much. Thank you very much, family ya Sister Josephine, Father in Church, Wakristo wote wa upande huu. Tuko hapa, I'm here on behalf of St. Mary's Girls High School, Bomet, to bring our condolence to our dear sister. This is our junior school, I mean the primary, and we in the secondary section. So we work together, and we really appreciate the work Sister Josephine is doing in our area in education. When we've been coming to visit Mom, and now that God has taken her, may she rest her in peace. Thank you for the opportunity. We're praying for the family and the community as a whole. God bless. Thank you, sister. Nafikiri tumemaliza. Kwa wale ambao hatukupea nafasi, mtusamee, na kwa wale ambao tumekosea tukiwa hapa mbele, pia mtusamee. Tikatusangerelie rongoli. Basi, ngaitire chinga kichoko sangerelie rongoli. St. Mary's utatoka na vile vitu vya kukusanya sadaka, erongoli muende pande ya juu. Lakini kuna wale hapa mbele mtaleta hapa. Ningependa mtu wa kusanya uji, akuja hapa mbele na hiyo kikombe ya kuwekewa uji. Ama namna gani? Mkuja hapa mbele. Kuja wawili hapa. St. Mary's waende huko juu na hizo ya kukusanya uji. Usewa no yake. Simama hapa au ambele mtaleta hapa tu. Mimi kazi yangu ni kusema asante kwa sababu ya hiyo mama umefanya. Wale mko hapa mbele nyote mtaleta kwa huyu mama, na wale wa huko juu mtapitiwa huko na hizo vyombo za kukusanya erongoli. Chameni, leteni pande hii. Huyu mama mahali amesimama. Mimi nasema asante. Asante kwa sababu ya hiyo. Asante, barikiwe sana. Mubarikiwe sana. Thank you very much. Wale mko hapa mbele mtaleta kwa mama hapa. Asante. Barikiwe sana. Barikiwe. Barikiwe. Hii ni njia moja ya kuomboleza. Tunaomboleza pia kwa kutoa kitu kidogo kwa hii familia. Wale mko na pesa kwa simu, mngependa pia kutoa kupitia kwa M-Pesa, tutawapea namba. Asante. Asante, mbarikiwe sana. Mbarikiwe. Asante, mbarikiwe sana. Asante kwa sababu ya kukuja. Asante kwa sababu ya kutoa. Asante, mbarikiwe sana. Toeni, saidieni familia. Hii ni njia moja tunaomboleza kwa familia hii. Kucha na ile kitu hauko nayo, kidogo ama kubwa, tunakukaribisha. Thank you kwa sababu ya kujitokeza. Tutakupea namba kwa wale ambao mko na pesa kwa M-Pesa, kwa simu. Tutawapea namba ambaye
tutapeana. Thank you for those ones who are coming. Thank you. Barikiwe sana. Wando urabutu wabate birembu yasenge njoko endera kurwa. Ene chere ya mona yoko ulira woche se familia iga. Karwe kyo bwate. Teto sabero mwaka yenda libaga mochifo ito tanyale tegoika. Na amigwa lakini watebire pole wocha se familia. Oyo bwate kende na bakuru gochaga iga. Enamba ya M-Pesa osoli obwata sesimi 0742 593 512. Oyo takete kurua sadaka yawe terase esimi kurwero ngolie hiyo mwenye angependa kutoa kupitia kwa simu. Nambari ya simu ni 0742 59 3512 0742 593512. Asante sana wale ambao mnaendelea kutoa, tunasema asante. Nadhani kwa yale mmefanya tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutolea kwa familia ambao wamekuwa na msiba. Nadhani hii ni njia moja ya kuomboleza. Asante kwa yale ambao mmefanya na mbarikiwe sana. Mtakapoenda hasa wageni kutoka Bomet, wengine nasikia wametoka mbali. Asante sana kwa sababu mmefika hapa siku ya leo. Kama familia, kama kijiji, kama watawala tunawashukuru na tunasema asante. Sio leo tu kwa sababu tumeona mmeshinda kwa hii boma, tunasema asante kwa sababu ya hayo. Thank you very much. Wa kutoa vote of thanks na kusoma eulogy. Yule wa kusoma usome kama ilivyo. Siku hizi watu wanaelewa Kiingereza. Okay, nitakuwa nasoma eulogy. Celebrating the life of Pauline Bogomba Ogaro, sunrise 1949, sunset 25th of May 2023. Birth. The late was born in 1949 to the late Gesura Mienda and late Elizabeth Bonareri of Kioge village and then Nyamira district. She was a sister to the late Magdalene Mora. Education. She started schooling at Gekendo Primary School in 1958 and sat for Common Entrance Examination, CEE, in 1961. She proceeded to Rangenyo Intermediate School in Standard 5. She did her Kenya African Preliminary Examination, CAPE, in 1965 and passed highly. As a result, she was invited to Nyabondo to pursue nursing, but unfortunately she did not manage to join the college. Marriage. She got married to her beloved husband, the late Samuel Ogaro, in the year 1967. They were blessed with 9 children, namely Teresa, Peter, Gladys, Elizabeth, Frederick, George, Charles, Sister Josephine, and Sister Jacqueline. She was a co-wife to Helen and Cecilia, a stepmother to George, Nicholas, Olfa, Dominic, Francis, Dennis, and Thaddeus. Sister-in-law to the late Chrysanthus, late Sister Callista, late Rufina, late Joseph, late John, late Victoria, late Teresia, Florence Kemuma, Florence Gesare, and Marcella. Mother-in-law to Grace, Rispa, Naomi, and Juvinaris. Grandmother to Mercy, Faith, Emmanuel, Stanley, Callista, Purity,
Melvin, Amos, Kalisa, Geoffrey, Mercy, Lawrence, and Willie Kister. She left behind 3 great-grandchildren. Religion. The late was baptized as a child at Rangenyo Parish. Since then, she has been a practicing Christian until her demise. Sickness. Apart from her being ill after CAPE, the condition that barred her from joining college and the illness that attacked her after they had their first child that saw her seek medication for a while from her biological home, the late enjoyed good health until the year 2015 when she developed hypertension, which she managed with the help of the doctors at the Christamarian Hospital. During the year 2020, she was hospitalized for long with the doctors managing hypertension and resultant conditions. She was later discharged for home-based care and frequent clinical review visits. Late last year, 2022, her heart was discovered to be dilating from the right ventricle. The resulting condition, congestive heart failure, hypertension, low oxygen saturation levels, and stroke that led to dysphagia, was managed by doctors from the beginning of this year until 25th May 2023 at 9:40 a.m. when she succumbed to heart attack. May God rest her soul in eternal peace. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I kept the faith. Family tributes, son and daughters. Dear Mom, you are one in a million, a rare jewel. We acclaim you our heroine, our despite of her calm nature, put down her foot to teach the right from the wrong, who encourage and admonish appropriately, all this to bring up a wholesome human being. Your kindness, honesty, generosity, selflessness, and fortitude were great lessons which were endeavored to emulate. You drew your wisdom and energy from God, as attested by the fruits born through the consequent grace from God. The most recent being the bravery with which you bore the cross of sickness that eventually took you home. May God give you the reward he promised in Revelation chapter 22 verse 12. My reward is with me, and I'll give to each person according to what they have done. You will forever be in our hearts. In-laws. She was kind, smart, loving, and compassionate. Pretty much all the good works we can think of apply to her. We'll dearly miss you, Mother. Grandchildren. In loving memory, a tribute to Grandma. Today we gather to honor the life and legacy of a remarkable woman, our beloved Grandma. As we reflect upon the memories we shared, our hearts overflow with gratitude for the profound impact she had on each of our lives. Though she may no longer be with us in person, her spirit will forever reside in our hearts and continue to inspire us. She was a pillar of strength, offering unwavering support and love to her family and friends, no matter the circumstances. Her unwavering faith was a beacon to hope in our lives. Grandma's spirituality was a source of strength, providing solace during times of adversity and guiding us towards a path of righteousness. She taught us to embrace compassion, forgiveness, and empathy, reminding us of the importance of connecting with our inner selves and with one another. We say goodbye to Grandma with heavy hearts, but we also celebrate the beautiful life she lived and the love which she shared. Though her physical presence may be absent, her spirit lives on within each of us, a timeless reminder of the love and grace that can transcend the boundaries of time. Rest in peace, dear Grandma. Your love will forever be the guiding light in our lives. Acknowledgement. We, the family of the late Mzee Ogaro, wish to convey our sincere gratitude and appreciation to all relatives,
friends, organizing committees, and well-wishers for your prayers, personal visit, moral, financial, and material support from the time of mom's sickness until she was taken back to her Creator. Since we cannot adequately thank each one of you individually, indeed you are deeply indebted to all those who assisted with the funeral arrangements. To you all we say a big thank you. Please accept this from our hearts. May our Lord abundantly shower you with his rich blessings. Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith it is impossible to please him, for whoever will draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Rest in peace. Na mimi wacha niwasomee vote of thanks. At this point in the time, allow me to express our sincere gratitude to those who stood with us during the journey of Mom in other states. I acknowledge with great gratitude the spiritual support given by the priests, especially from the cathedral priest. His support helped and prepared her to meet her Creator. We appreciate to the seminarians who, when sent, reached her with the spiritual nourishment. On the other same point, allow me to recognize the appreciate the sacrifice and effort made by Reverend Father Lawrence Nyanga and other priests, that is Justine and Father Joseph Otom, to have masses for healing the wounds of the passing on the mom, as well as praying for the labors of the soul. For the Bobolacho station and St. Mary Chumuya, where mom belonged and son, thank you for supporting her with the prayers. The friends and relatives, the St. Mary Primary School, Bomet, Frathan, the St. Mary Mixed Day Board of Management, the Rangara Girls Army, and the St. Teresa's Gekan Army, the Fata Toil Army, the Franciscan Sisters of St. Joseph, the Capuchin Sisters, the doctor who did their best to give her medicational care, our home community and the Marimbiri family at large, for the funeral arrangement, the people in the 14 preparing the resting place, that is the grave, and you all for coming to witness the send of our mom. I may not manage to mention all, but know that we appreciate everyone's spiritual in the life of our mom, and even during the preparation for her intimate, and for feasting the condolences, the preparation were on God's reward. Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have sown toward us, his name, in that you have nourished us, the saints. That's the vote of thanks. Kwa hivyo pia wacha niongee kidogo. Na washukuru, na mutakapoenda tukimaliza, na washukuru sana, na kama kijana mkubwa nimefurahia wanakijiji wametusaidia mpaka tumefika hapa, na walimu kutoka Bomet, madaktari Krista Marian, wanakwaya wa kanisa, na vile vile ndugu yangu Reverend Lawrence Nyanga ambaye alisaidia kulea hiyo roho mpaka mwisho, hakuacha njiani na hakuchoka. Na masista pia walikuwa wanatutembelea, wanamupea roho mpaka kamaliza hiyo safari. Na mimi nawashukuru wote, na tuendelee kukuwa na umoja hiyo. Asante. Asante sana kwa haya yote. Sasa hapo tumemaliza, ni kubariki mwili hapa. Ningependa kuomba wale wanatusaidia kubeba mwili kutoka hapa kuelekea kule,
wawe tayari tukisasali isala. Kwa hivyo nawashukuru nyote mtakapoondoka kuelekea sehemu mbalimbali. Mungu awabariki, awajalie safari njema. Asante kwa kuja kushiriki pamoja nasi. Hapo mahali ni padogo, kwa hivyo tutahitaji tuwa mapadri na watawa. Kwaya kuna mahali pia mtasimama tunapoelekea pale, lakini tukimaliza tunakaribisha. Leo tunatimiza kazi ya kuzika mwili wa huyu mama ilivyo desturi ya waumini. Tunaomba kwa matumaini Mungu afufue mwili wa huyu mama siku ya mwisho. Mama alizaliwa upya kwa ubatizo. Tunasadiki kwamba amekwisha ingia katika makao ya baba yake wa mbinguni. Nasi kwa tumaini thabiti la uzima huo, tumuombe Mungu awafariji jamaa zake, atufanye sote kutamani mambo ya mbinguni. Basi baria bakobogorie mu bimese baikire wikanga. Arwana muna koleta waterabu. Moyo wangu Mungu uweze kukufunda kwa moyo lako, unipe moyo wako, ewe Yesu mkombozi wangu, shindama nami daima nipe moyo, ewe Yesu mkombozi wangu, shindama nami daima wale wa kutusaidia kubeba mwili, tafadhali mje hapa. Wale wa familia, mmoja abebe hayo maua, msalaba. Kuna mjukuu anatubebea msalaba hapa. Yo